Toka. Hata baba nile naye ananipa shida, hata mengi nile nayo sistaminiki, hata ndugu nile nao wananikimbia, maumivu nilo nayo Mungu anajua. Kama Manani amekupa mlemavu, shukuru Mola. Kama Manani amekupa kichaka, shukuru Mola. Kama Manani amekupa ukakamavu, shukuru Mola. Kama Manani amekupa ulemavu, shukuru Mola. Habari mama Jasiri. Salama, habari yako? Salama. Kwa majina naitwa Rebecca, ni mwenyekiti kutoka Aiman Foundation. Lakini sijaja peke yangu, nimeambatana na wenzangu. Kwa majina naitwa Sabrina Ali, ni afisa habari kutoka Aiman Foundation. Mimi naitwa Emmanuel Peter, ni katibu kutoka Aiman Foundation. Karibuni sana. Nafurahi kuwafahamu. Asante sana mama. Mlikuwa mna shida gani wanangu? Kama tulivyotangulia kujitambulisha, sisi tuko hapa kama wawakilishi. Lakini lengo kuu ambalo limetuleta hapa leo kwa ajili ya kutaka kujua changamoto mbalimbali ambazo unapitia juu ya malezi ya Jasiri. Sijui hata nianzie wapi. Maana kiukweli changamoto kwa mtoto kama Jasiri hizi huwa hazikosekani. Pole sana mama. Lakini Jasiri ni kijana mkubwa mpaka sasa. Hamkuwahi kufikiria kumpeleka katika shule ya watu wenye mahitaji maalum? Mwanangu, umenikumbusha kitu. Tangia zamani nilikuwa natamani sana mwanangu nimpeleke shuleni, lakini nimekosa ushirikiano kutoka kwa mwenza wangu. Pole sana mama. Mama, unaweza kutuambia kwa nini baba alikosa ushirikiano wa kuweza kumpeleka mtoto shule? Cha kwanza, baba Jasiri haamini kwamba mtoto kama huyu mwenye ulemavu anaweza akasoma na akaelimika kama watoto wengine. Kwa hiyo baada ya kukosa ushirikiano naye, basi imebidi nibaki naye hapa nyumbani. Lakini mama, wewe kwanza nikupongeze ama tukupongeze mimi na wenzangu. Wewe ni mama jasiri kweli kweli, ni mama mpambanaji ambaye unasubutu kumlea mtoto wako. Hebu tazama kwanza hata tulivyomkuta kwenye mazingira mazuri, ni kijana ambaye anavutia. Lakini kitu kimoja mama, naomba nikuulize. Kama uliona baba anazuia labda usimpeleke mtoto shule, haukuona kwamba kuna umuhimu wa wewe kutoka na kuzungumza na jamii ambayo imekuzunguka ama mataasisi mbalimbali ambayo yamejikita katika kuwasaidia watoto wenye mahitaji maalum ili waweze kuja kuzungumza na baba ili Jasiri aweze kwenda shule? Mwanangu, nilitamani sana kufanya hivyo, lakini sasa kama unavyojua Jasiri ana changamoto nyingi. Hapo alipo, yani mpaka chooni umpeleke, kuoga umuogeshe. Kwa hiyo huwezi kuwa mbali naye. Yani wakati mwingine hata akiumwa, kama uko mbali naye huwezi kugundua kama anaumwa. Na hiyo ndio changamoto kubwa ambayo inanifanya mimi nishindwe kutoka kwenda sehemu tofauti kutoa taarifa kuhusu mwanangu. Lakini pia mama, mimi nikupe hongera na pia nikupe pole kwa sababu hili limekuwa kama vile janga la kitaifa. Unajua familia nyingi zimekuwa zikiwatenga watoto wenye ulemavu kama hawa. Na hii ni kwa sababu hawana elimu ya msingi juu ya watu ambao wana ulemavu kama huu. Lakini kikubwa zaidi mama, sisi tumekuja hapa kwa ajili ya kukutia moyo na kukuona kama unapitia changamoto zipi. Lengo sisi kama taasisi tukakae chini, tujue tunaweza tukashirikiana vipi juu ya hizi changamoto ambazo unazipitia. Asante sana. Nashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Mungu awaongoze vyema, mnisaidie. Yaani nyinyi ndo faraja yangu kwa sasa. Nawashukuru sana jamani. Karibuni. Lakini pia sisi kama taasisi tunaomba tukwambie
kwamba tutakuwa bega kwa bega na wewe kuhakikisha ndoto za Jasiri zinatimia. Wengi hawajui kwamba kijana kama huyu au mtoto kama huyu anaweza akawa na ndoto ndani yake, lakini anaweza akawa ana ndoto na ndoto zake zikaja kuonekana na akatoa kitu ambacho kiko ndani yake na dunia ikaja kushangaa. Kwa maana hiyo mama, sisi kama Imani Foundation tunaomba tukuahidi tutakuwa bega kwa bega na wewe katika malezi ya kijana wako Jasiri, lakini tusiongee mengi sana. Kikubwa tumuombe Mungu aweze kulifanikisha hili, tuende pamoja bega kwa bega na wewe. Mama, ni kweli. Tutatafuta siku nyingine, tutakuja kukaa siku nzima na tutaweza kushirikiana kwa mambo mengi. Kwa hiyo kwa sasa hivi tuacha tuende mama. Asante, nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Karibuni sana. Jisikieni mko nyumbani jamani. Asante mama. Lakini sasa mnaondoka, yani acha kuwekea chochote jamani. Sofia. Wewe Sofia? Bea mama. Njoo mara moja. Mami nina kazi ya. Nimekwambia njoo mara moja Sofia, usinichanganye. Unanipa shida hata mimi nilonayo sisaminiki. Hata baba nile naye ananipa shida hata mimi nilonayo sisaminiki. Hata ndugu nilonao Chizi. Afasi nipata kutegea kijangu. Sofia. Umeshaanza Unanijua vizuri sana, nitakutia mibao sasa hivi. Si nilishakukataza wewe kumsema kaka yako? Kwani unajua hali yake jinsi alivyo? Sio vizuri mwanangu. Haya, hebu niambie kwanza. Amekufanya nini mpaka unaweza kumtishia maisha hivi? Mimi nileta vitu zangu hapo. Ila nimekuta Kajasiri kachora tu. Embo, acha upuuzi wako wewe. Sio kwa unamfikia sasa hivi hapo unamwambia utampige wewe. Au kwa sababu umeniona hapa ndio unaanza kuongea uongo ili nikuone wewe mwema sana. Mtanza leo tu. Yaani huu mchoro ameuchora Jasiri kweli? Hapana. Jasiri baba. Hii picha nani amechora? Wewe umechora? Jamani, asante Mungu. Asante Mungu. Naamini mwanangu, wewe ndiye ulichora hii picha. Yaani Mungu aliweka kitu ndani yako mwanangu. My wife. Nipo mume wangu. Allah. Leo umechoka sana mwanangu. Ndio kuwajibika. Yote lazima tupambane na maisha. Kweli, bila wewe kupambana sisi siku haziendi. Ndio kubwa. Sasa subiri kwanza nikuandalie chakula alafu ndio story nyingine zaidi. Yes.
Jasiri, jasiri. Umechoka sana? Kangu. Kazi za watu. Hata mengi nilonayo sithaminiki. Hata ndugu nilonao. Ili ufundi bado tunajaja kutekeleza ifeni. Kaja washatengeneza. Ila nasikia baridi kidogo. Mambo ya kuku haya. Karibu shule mume wangu. Haya, asante. Karibu tule mume wangu, maana leo umechelewa kurudi. Sasa mbona umeweka kijiko kimoja? Sasa wewe tena utachagua utakula na kijiko ama utakula hivi hivi. Maana sisi unaweza kutushakula hapa na watoto muda sio mrefu. Iko chako. Haya, acha njilie nenepe mimi. Haya. Ndio na nyama. Kula tu kipenzi changu ujinenepe. Mume wangu. Kuna jambo nimekumbuka nataka nikwambie. Yaani huyo mwanao leo ametushangaza. Moja, jambo gani? Yaani mwanao leo ametushangaza kweli. Kafanya nini Sofia? Maana hapa kila siku ukija hapa nataka Sofia tu. Leo kafanya hivi, leo kafanya hivi. Haya, leo kafanya nini sasa? Mna mume wangu sio Sofia. Jasiri mwanao jasiri. Yaani leo kafanya kitu mpaka mimi mwenyewe na Sofia tumeshangaa. Siri? Ndiyo. Kafanya nini? Si huyo Sofia. Katoka huko shuleni wamepewa homework na mwalimu wao. Kuchora mchoro wa jengo la shule yao. Sasa katika ile kuhangaika ile kashindwa, hakufanikiwa kuuchora. Lakini Jasiri ile kuangalia hivi, jamani, yani kauchora vile vile. Yani mpaka mimi na Sofia tumeshangazwa. Yani mpaka sasa hivi ninavyokuhadithia wewe nashindwa kuamini. Hivi wewe mama Sofia, hivi una akili kweli? Nakuuliza, yani hapa nimekaa mimi muda wote nakusikiliza. Nitegemea kwamba utaniambia maneno yaliyokuwa ya maana. Kumbe kuja kunaongelea upuzi wako huyu tazata lako hili ndani. Hivi labda nikuulize. Sofia ndo anayesoma. Yaani Sofia kapewa homework shuleni kwake. Ashindwe kuchora mchoro, lije kuchora ile tazata. Ambaye jitu halijaenda shule, halijui lolote, hana chochote, yanamchora Sofia mchoro. Mume wangu, yani kama ingekuwa kuna mtu kaja kanihadisia hapo sawa. Lakini nimeshuhudia kwa macho yangu haya mawili kauchora ule mchoro, yani mimi mwenyewe hapa siamini kile kilichotokea. Hivi wewe, yani kabisa unaweza kumwambia mtu kwamba yani hili pumbavu hili lisokuwa na akili linaweza likachora mchoro limshinde huyo anayesoma? Hivi kweli kabisa inakuingia akilini? Kwa hiyo ndo kachora, si ndio? Ndio. Basi iko siku atakuchora na wewe. Mume wangu, Mungu hakupi kilema akashindwa kukupa na mwendo. Kwa hiyo mwanangu huu ndo mwendo alopewa. Kashindwa kutembea, kashindwa kufanya kila kitu, lakini ana uwezo wa kuchora. Unashindwa kuamini mume wangu. Hivi. Jambo la heri kama hili. Mume wangu kwa nini anashindwa kuniamini mimi? Mke wake kwamba nimeshuhudia nimeona. Yeye anazidi kukasirika na kuzidi kutengeneza chuki kwa mtoto wake mwenyewe. Jasiri mwanangu, nimekuacha mpweke leo, nimekukimbia, umebaki peke yako. Ndio umenuna tena? Sinune basi, nimekuletea zawadi leo. Anza basi kutabasamu kabla hujaiona. Zawadi ya kwanza. Wameminyaminya huko mpaka imefunguka.
Chungulia bwana. Umeiona? Kuna nyingine, sio hiyo peke yake. Hata baba nile naye ananipa shida, hata mengi nilo nayo sithaminiki. Hata ndugu nilo nao wananikimbia. Maumivu nilo nayo Mungu anajua. Kama Manani amekupa mlemavu, shukuru Maulana. Kama Manani amekupa kichakavu, shukuru Maulana. Kama Manani amekupa kakamavu,